Kwenye dunia hii hakuna mtu atakaye kuonea huruma. Amua kupambana uishi au utegemee watu ufe. Unajua kuna watu ambao hawawezi kutegemewa kwenye dunia yetu hii, lakini pia kuna wale ambao ulizani kwamba ni rafiki zako, lakini unagundua kuwa walikuwa sio rafiki zako kipindi ambacho unawahitaji sana. Sio watu wote waliokupatia ahadi ya kwamba watakuwa na wewe ndio watakao kuwa kweli na wewe katika kipindi ambacho utawahitaji. Wako wengine ambao utazani ya kwamba ni rafiki zako, lakini kuna vipindi ambavyo vikifika ndipo utajua kwamba walikuwa sio rafiki zako. Karibu katika Daily Wisdom Series ambapo unaweza kupata hekima kila siku na maarifa ya kufikisha kwenye kilele cha mlima wako wa mafanikio. Karibu. Mwanadamu ni kiumbe cha kijamii ambacho kinahitaji uwepo wa watu wengine, wa viumbe vingine, kwa sababu maisha yake mara nyingi yanategemea katika ule muunganiko wake pamoja na watu wengine. Kwa hiyo sasa ndio maana utamkuta mwanadamu anataka kila mara kuwa pamoja na watu wengine, kwa sababu anachotaka ni kuwa karibu, anachotaka ni kusaidiwa, anachotaka ni mawazo yake yapelekwe kwa watu wengine. Hasa katika ukweli wa maisha, hata ukiona vipaji namna gani, una ndoto za aina nyingi, una ndoto kubwa na pana mno, kutafika kipindi ambacho utakuwa peke yako. Hili linatokeaje? Linatokea wakati ambapo umeweka sana fikra zako katika kusaidiwa. Ukishaweka fikra zako sana katika kusaidiwa, utaanza kufikiri nina mjomba, nina babu, nina shangazi, nina rafiki tuliyesoma naye au tulikomaa naye, na nikianza kufanya hiki kitu lazima atanisapoti. Nataka tu nikukumbushe kitu. Hakuna anayejua vizuri malengo yako kuliko wewe. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, hakuna anayejua ndoto yako kuliko wewe. Na kitu cha tatu, hakuna anayesikia maumivu unayoyasikia kuliko wewe. Kwa hiyo sasa, ukiamua kutegemea kwamba watu watakusaidia, inawezekana wakawa hawajakuelewa na hivyo wakaamua kutokusaidia. Mwanadamu wa kawaida huwa anamsaidia mwenzake kipindi ambacho amemwelewa. Kuna watu ambao hawatakusaidia mpaka wawe wamekuelewa na wameelewa kile unachozungumza, na wameelewa kile ambacho unachofikiria, na wameelewa malengo yako nini. Hapo ndipo watakusaidia. Lakini kuna wengine tu wana moyo tu ule wa huruma ambao watakusaidia tu kwa uharaka, ila wingi wa wanadamu, wengi wao hawakusaidii mpaka wanaona kweli umeumia sana. Sasa ukisubiri kwamba watu watakuonea huruma, kwenye dunia hii hakuna huruma. Nimeandika kitabu ambacho kinasema pambana uishi, tegemea ufe. Unajua kwenye hii dunia kama unaamua kusubiria watu, kuna watu ambao utawasubiri sana na hawatakuja karibu yako, hawatakusaidia. Tunajua wengi sana ambao waliopewa ahadi nyingi. Nakumbuka nilipokuwa nafanya chuo kikuu, nilipoenda shuleni nilipokea ahadi nyingi sana. Watu wengi walisema nitakusaidia, wengine wakasema nitakuwa nyuma yako, ila sidhani kwamba hata 1% ya hizo ahadi zilitimia. 1% ya hizo ahadi haikutimia, kwa sababu ikiwa nilipata ahadi 1000, sikupata hata mtu mmoja ambaye angetimiza. Kumbe katika ahadi 2000 ndipo ninakuta mtu ambaye amefanya nini? Ametimiza kile alichoniahidia. Na ufikirie maisha ya mwanafunzi, alafu ukapewa ahadi, unaenda kufanya kwa sababu ya ahadi ulizopewa. Kama wewe uko kwenye kipindi ambacho umepewa ahadi, ni kweli kuna ahadi ambazo zinaweza zikatimia, lakini nyingi ya ahadi za binadamu huwa hazitimii. Ndio maana kwenye neno la Mungu tunaambiwa kumtegemea Mungu, kwa sababu ahadi zake ni za kweli na timilifu kwa wakati anaoutaka yeye na wakati alioutaja. Ndio maana ikiwa unaweza kutegemea, wa kumtegemea tu ni Mungu peke yake. Sasa kwa nini haya yote yanatokea? Kwa nini kwenye dunia yetu hii hakuna huruma? Kwa nini watu wameishiwa na huruma? Katika ulimwengu wa kiroho tunaweza tukaelewa kwa urahisi sana kitu ambacho kinazungumzika katika neno la Mwenyezi Mungu. Kuna ukweli ambao hata kama watu wanaweza wakaupita kando na kuona kama vile haufai,
lakini ni ukweli mkubwa sana ambao hauwezi kupingwa, na ukitaka kuupinga lazima ujiandae tu vilivyo. Sasa uangalie namna ambavyo neno la Mungu linasema katika Yakobo 1:14. Biblia inasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Narudia, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganya. Fungu hili linaleta wazo ya ubinafsi, kujipenda nafsi, ambako watu hawahesabu wengine kama wao. Ile amri ya Bwana aliyoisema ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako, amri hii imeuawa. Wameiua katika nafsi zao, wakaiua katika akili zao, kiasi ya kwamba hawako tayari, kwa sababu utayari wao wameshauweka kando. Ni kana kwamba wamezarau kile ambacho Bwana alichokizungumza. Na nakumbuka katika Taurati sheria ilikuwa inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Yesu Kristo mwalimu mkuu naye alipokuja ili kuhubiri injili ya ufalme wa milele na kuletea ulimwengu ukombozi, basi alikuwa anatangaza ya kwamba mpende Bwana Mungu kwa moyo wako wote na umpende jirani yako kama nafsi yako. Umpende jirani yako kama nafsi yako. Na watu wengi hawakuwa wanamwelewa kipindi kile, ila ninaamini ya kwamba utakuja wakati ambapo watu wote wataunganika kwa sauti moja na kusema, Bwana, hukumu zako ni za kweli na za haki. Sasa uonevu ulioko kwenye dunia na ubinafsi ulioko unatufanya duniani pasiwe mahali pazuri pa kutegemea mafanikio ya jumla. Mafanikio ya jumla kwa maana gani? Katika matimu na vingine, kuna timu ambazo ukiwa ndani unaharibikiwa kabisa. Kuna timu ambayo ukiwa ni mwanamemba wa ile timu unaharibikiwa. Labda tu nikutolee mfano, timu la walevi. Ukiwa katika timu la walevi, marafiki zako wote wanaokuzunguka ni walevi, usitegemee mafanikio, rafiki yangu. Ukiwa katika timu ambayo wote waliomo mle ndani ni watu wa madeni, tena ni madeni ambazo hawawezi kuzilipa, basi usitegemee mafanikio, kwa sababu kuna tofauti kati ya kuwa na deni na kuwa na uwezo wa kulipa lile deni. Ndiyo maana nitakusihi sana uangalie namna unavyoenenda. Ni nani ndio walio rafiki zako? Nani walio rafiki zako? Ni nani ambaye unamuhusisha matatizo yako ukiwa kwenye shida kwenye dunia hii? Je, ni mke wako, mume wako, jirani yako? Binadamu hawana huruma. Ndiyo maana inaomba uwe makini. Sasa ili uishi kwenye dunia hii kwa amani, kitu cha kwanza ambacho ukifanye, elewa kwanza kama hakuna amani duniani. Haipo kabisa, haipo. Kitu cha pili, uelewe ya kwamba duniani wote tu wa binafsi, wanadamu wote tu wa binafsi, tunajipenda nafsi. Na nikisema wote, ninataka tu nionyeshe tu kwamba ni wachache mno ambao idadi yao haijulikani, na ni ndogo sana ambao wameshinda ubinafsi. Kwa hiyo ukianza kutegemea huruma kwa mwanadamu ambaye ni mbinafsi, kwa hiyo unaweza ukasubiri sana tena sana kabisa. Kwa hiyo uelewe ya kwamba binadamu ni wa binafsi. Kitu kingine ambacho uelewe ya kwamba hakuna wa kukupambania usipojipambania. Na cha mwisho, kuna sheria ya Bwana ambayo ninaitaka sana, ninaipenda sana katika hubiri lake la mlimani. Ninakipenda hiki na nataka na wewe pia upate nataka uikumbuke hii amri ya Bwana: usichotaka wakutendee usilitende na kwa mwingine, usichotaka wakutendee usilitende na kwa mtu mwingine. Naamini hii ni amri ambayo itakayokusaidia sana, na hii ikiwa utafanya vizuri, ikiwa utaiweka katika matendo, kwa sababu kama tumeshapata matatizo mengi sana kwenye dunia yetu hii,
basi tumeyapata kwa sababu tumezarau sheria ya Bwana ambayo inaitwa sheria ya dhahabu. Inaitwa sheria ya dhahabu. Usichotaka wakutendee, usikitende na kwa mtu mwingine, kwa sababu hiki kitu kama tungekifanya kila mara tunapofanya chochote tunachotaka kufanya, basi tungekuwa na heri, tungelikuwa na amani, kwa sababu wakati ambapo unaona mwenzako anataka kuumia na wewe unafikiri kama ingelikuwa ni mimi ingelikuwa namna gani, hapo ndipo unaweza ukasema basi kwa sababu siwezi kutaka hiki kitu kitendewe kwangu, basi na mimi sitakitenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo basi nisilotaka wanitendee sitalitenda na kwa mtu mwingine, kwa sababu nikitenda hivi ingelikuwa ni mimi, basi ningeumia sana kuliko watu wengine. Na ninakuomba sasa uelewe ya kwamba duniani watu unaoishi nao ni watu ambao hawana huruma. Naamini mpaka sasa umejifunza kitu pamoja nami kwamba duniani hakuna huruma, na usilegee kwa sababu hakuna atakaye kuonea huruma. Nitafurahi sana kusoma kwenye comment kuhusu somo hili, na ninaamini tutakutana kwenye kilele cha mlima wako wa mafanikio, kwa sababu mafanikio ni haki ya wote, sio? Lakini jifunze.